السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد. Watukufu wa Islam, na mnaendelea kuzifuatilia darasa zetu hizi za fiqh, kitabu kikiwa ni Matnu Safinatun Naja, ambayo sasa tunaingia insha Allah taala katika darsa inayohusiana na masala ya mayit. Walau kwa uchache shekhe atatuzungumzia baadhi ya vipengele vya muhimu ambavyo vinahusiana na maiti wa Kiislamu kufanyiwa. Watukufu wa Islam, ni mada muhimu sana na ambayo wengi wetu tunakosa ufahamu, tunakosa uelewa juu ya namna ya kumfanyia maiti wa Kiislamu kisheria. Na insha Allah taala tuende sambamba kadiri Mwenyezi Mungu alivyotujalia na kutupa taufiki, ndivyo tutakavyozungumza masala haya na kuyafahamu walau kwa uchache insha Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, kipambanuzi. Alladhi, mambo ambayo yalzamu lilmayit, yanalazimu kwa maiti, 4 khisalin, ni mambo manne. Tufahamu ya kwamba maiti wa Kiislamu alazimikiwa kufanyiwa mambo manne mara mtu baada ya kufa. Mambo manne kwake ni lazim kufanyiwa na wale walio hai. Alladhi, mambo ambayo yalzamu lilmayit, yanalazimu kwa maiti, 4 khisalin, ni mambo manne. Na darasa yetu ya leo insha Allah taala nitayataja tu kama Sheikh alivyoyataja, ili faslu inayofuata insha Allah tutaona kipengele kimoja baada ya chengine kwa ufafanuzi wa ziada insha Allah. Jambo la kwanza, Sheikh anatuambia ghusluhu, kumkosha maiti. Mtu baada ya kuondoka duniani, na hili tulizingatie sana, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia innaka mayitun, anamwambia mtume kwamba hakika wewe ni mayit, wewe ni mfu. Wa innahum mayitun, na wao ni wafu vile vile, nao ni maiti, yani akimaanisha sisi pia. Kwa hivi tunatembea tunazungumza, sisi ni maiti watarajiwa muda wote. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anachukua amana zake. Allah tupe husna al-khatima. Hivyo katika suala kama hili tujue ya kwamba jambo la kwanza maiti anatakiwa kufanyiwa ni ghusluhu, kumkosha. Vipi atamkosha mtu maiti? Darsa inayofuata insha Allah tutaona vipi mtu hukoshwa baada ya kufa. Jambo la pili, watakfinuhu, na kumvika sanda. Takfin ni kumvika sanda, kumkafini maana yake halisi ni kumvika sanda. Watakfinuhu, na kumvika sanda. Insha Allah tutaona pia iko faslu inazungumzia namna ya kumvisha maiti sanda. Maiti wa kiume yeye kuna namna yake ya kumvisha sanda, na maiti wa kike vile vile na kuna namna yake ya kuvishwa sanda. Kwa hiyo jambo la pili ni kumvisha sanda. Jambo la tatu ambalo hufanyiwa maiti wa Kiislamu, wassalatu alayhi, ni kumsalia. Wassalatu alayhi, na kumsalia maiti. Hilo ni jambo la tatu ambalo hufanyiwa mara baada ya kuoshwa. Baada ya kuvikwa sanda, basi huswaliwa. Kwa kuna namna ya swala ya maiti, nayo pia insha Allah tutaiona katika darasa yetu. Wadafnuhu, jambo la mwisho, wadafnuhu, na kumzika. Wadafnuhu, na kumzika maiti naye
baadaye hatua yake ya mwisho huenda kuzikwa, kuingia katika maisha mengine ya barzakh, na insha Allah pia tutaona ni ukamilifu wake au uchache kwa uchache kumzika maiti wa Kiislamu anazikwaje. Insha Allah darasa yetu ya leo ni hiyo tu, ambayo inatambulisha vipengele vya msingi na vya wajibu kufanyiwa maiti wa Kiislamu mara baada ya kuondoka katika ulimwengu, na inshallah tutaviona kimoja kimoja kama shekhe alivyovipanga kwa kuvielezea, alau tupate idea ya kuweza kusimamia zoezi la maiti wa Kiislamu mara baada ya kuondoka inshallah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie husna al-khatima, atujalie khairi katika maisha yetu, na atujalie atutamke shahada mwisho wa kufa kwetu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.